Habari gani mwananjoki linyo? Leo nataka tupige story kuhusiana na miji iliyotajwa kwenye Biblia ambayo ipo hadi leo hii. Biblia hasa Agano la Kale na Agano Jipya inataja miji mingi ya kihistoria ambayo ilikuwa ni muhimu katika matukio ya kidini, kisiasa na kijamii. Ingawa baadhi ya miji hiyo imepotea au kubadilika majina. Kuna miji kadhaa iliyotajwa kwenye Biblia ambayo bado ipo hadi leo hii. Miji hii si tu hifadhi ya kumbukumbu ya kihistoria, bali pia ni vivutio vya kidini na utalii duniani. Leo nitakuelezea kuhusiana na miji hiyo kwa uchache. Na miji hiyo tukianza nayo, tunaanza na mji wa kwanza, mji wa Yerusalemu. Katika Biblia imetajwa mara nyingi sana, ikiwa ni mji mkuu wa kifalme na mji mkuu wa ufalme wa Daudi, na mahali alipojengewa hekalu Yerusalemu. Leo hii Yerusalemu ni mji mkuu wa Israeli, ingawa hadhi yake ni ya utata kimataifa na kitovu cha dini kuu tatu: Uyahudi, Ukristo na Uislamu. Mji mwingine ni Bethlehem. Katika Biblia mji wa kuzaliwa Yesu Kristo, Mathayo 1:2 inaelezea kuhusiana na mji wa Bethlehem kuwa alizaliwa Masihi Yesu Kristo. Pia ni nyumbani kwa Daudi. Leo hii Bethlehem ipo katika ukingo wa magharibi na ni mji wenye umuhimu mkubwa wa Kikristo, ikiwa ni kanisa la kuzaliwa Kristo. Mji mwingine ambao tutaangazia siku ya leo ni mji wa Nazareti. Katika Biblia mji huu wa Nazareti ni mahali alipokulia Yesu Kristo. Luka 1:26 unaelezea. Leo hii Nazareti ni mji wa kisasa nchini Israeli na una wakazi wengi wa Kristo na Waislamu. Unajulikana kwa makanisa kama kanisa la Bikira Maria na makanisa mengine mengi ambayo yanapatikana katika mji huo wa Nazareti. Mji mwingine ni mji wa Yeriko. Katika Biblia mojawapo ya miji ya kale zaidi ni mji huu wa Yeriko. Ni mahali ambapo kuta za mji zilianguka wakati wa Yoshua. Yoshua 6 inaelezea kuhusiana na mji huu wa Yeriko. Leo hii mji huu wa Yeriko upo katika ukingo wa magharibi na unajulikana kuwa mojawapo ya miji kongwe zaidi duniani inayokaliwa na watu wengi sana katika dunia hii. Lakini mji mwingine ambao tutaangazia siku ya leo ni mji wa Damascus. Katika Biblia unatajwa kuwa ni mji ambapo Paulo alielekea Damascus alipokutana na Yesu. Matendo 9 inaelezea kuhusiana na historia ya Paulo na Yesu kuelekea mji wa Damascus, mji wa kale uliotajwa pia katika Agano la Kale. Leo hii Damascus ni mji mkuu wa Asia na ni mji mkuu pia ambao unapatikana pale Syria. Unataja kama mojawapo ya miji inayoishi katika muda mrefu zaidi